Yes, hamjambo wa Kenya pahali popote mlipo, ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, na mimi ndio chairman wa New Young Leaders Movement. Na nimekuja hapa nipongeze marafiki zetu wale ambao niliona jana wakiongozwa na Wine Odinga kule Kibra. Na mahali tumefika kama taifa, hii nchi haitabadilishwa na wazee wa umri wa miaka 90 kama Oburu Odinga. Hii nchi haitabadilishwa na wazee wa miaka 89 kama kina Turi. Hao wazee wako na pesa, wametajirika, ile kitu wamebakisha ni kuongeza mabibi, kwa sababu wanahesabu siku zao wanaweza enda anytime. Because in any case, kama umefikisha miaka 70 ile ya Mungu, wewe umekalia deposit. Na ukiangalia hawa wazee wengi wote wanasema William Ruto, hawa wazee wengi wako na umri ya 80. So ni watu wamemaliza miaka ya Mungu hapa duniani, wao wamekalia deposit. Hawa wazee hakuna kitu watasaidia nchi nayo, kwa sababu wamefanya kila kitu katika dunia, wamebakisha tu kuongeza mabibi wa kuwaosha mgongo jioni wakilala. Na sisi kama vijana wa taifa hili, sisi ndio tutabaki tukiumia. And therefore, as a young person, mimi nataka niambie kiongozi Mheshimiwa Wine Odinga, vile ambavyo ulionyesha siku ya jana, simama kidete na usimamie hapo. Usikubali kuuzua uoga. Hii nchi itabadilishwa na wale vijana ambao watakubali kuungana na kushikana. Hii nchi itabadilishwa na wale vijana watasema ya kwamba hawatauzua uoga na mtu yeyote. Hii nchi itabadilishwa na vijana wa taifa hili wakikubali tuungane. Vile ambavyo jana nimefurahia sana nikiona Wine Odinga wakiwa na Raila Amolo Odinga Raila Junior kule Kibra. Na vile ambavyo Sifuna amekuwa akiongea pia kule ODM. Na vile Babu pia amekuwa akiongea. Mimi kama kiongozi wa vijana nataka niunge wale vijana mkono. Niwaambie kwamba hiyo chama chenu cha ODM, msikubali ile maono ambayo mmekuwa nayo ya miaka 20. Ikojolewe hapo na wazee na wamama wa miaka 80, miaka 70, miaka 90. Hao watu watawapeleka kwa shimo. Hao watu watawauza kwa William Ruto, kwa sababu wao hawajali taifa inaelekea wapi. In any case, maisha yao ni kuzima inazima. Hawajali maisha ya wananchi wa jamhuri inaelekea wapi. Lakini nyinyi kama vijana tuko na maisha marefu. Sisi ndio tunataabika. Nchi ikipelekwa kwa Simo na Kasongo, sisi ndio tunataabika kama vijana. Nchi ikiendeshwa vibaya vile ambavyo William Ruto anafanya, sisi kama vijana ndio tunaumia zaidi. Na kwa hivyo nimekuja hapa siku ya leo niungane na Wine Odinga, nikuambia kwamba sisi kama vijana wa taifa hili tuko nyuma yenu wakati mnapigana kuokoa ODM isiende katika mikono ya wakora. Muko na sisi nyuma yenu na tutawaunga mkono. Mkihitaji tuongee, tutaongea. Mkihitaji tukuje, tutakuja. Mkihitaji tuseme kitu, tutasema kitu. Na mkihitaji tuwasaidie kupigana vita, sisi kama vijana wa taifa tutawasaidia kupigana vita. Lakini hatutawaachilia wale wazee walalie nyinyi wakati wanachukua chama cha ODM wapeleke kwa maumbwa. Sisi hatutakubali. Sisi tutaunga nyinyi mkono, kwa sababu mahali tumefika kama taifa, vijana lazima tukue na kikao. Vijana lazima tuketi. Vijana lazima tuzungumuze vile ambavyo tungetaka nchi ya Kenya iendeshwe mwaka wa 2027. Na niambie hata wa Kenya, hasa jamii ya Wajaluo. Niambie hasa jamii ya Wajaluo ya kwamba adui mkubwa kati yetu na nyinyi, adui mkubwa kati yetu na nyinyi, adui mkubwa kati ya jamii ya Gema na jamii ya Wajaluo, adui mkubwa ni William Ruto. Mwaka wa 2022 Uhuru Kenyatta alisimama akasema vita ya kisiasa baina ya Gema na jamii ya Wajaluo imekwisha, na akashika Mheshimiwa Raila mkono na wakasimama na Azimio, na akasema hakuna vita tena itapigana ya kisiasa baina ya hizi jamii mbili. Akaongelesha sisi mpaka na Kikuyu ili tujue ya kwamba vita baina ya kati ya sisi Gema na jamii ya Wajaluo imekwisha. Lakini muongo William Ruto akasimama katikati, akakuja hapa akaambia jamii yetu ya kwamba Raila Amolo Odinga ni mchawi na ni mganga.
William Ruto alisimama akapiganisha sisi na nyinyi. Akaongea yale machafu yote alikuwa anataka kuongea. Akahakikisha kwamba sisi kama jamii ya Gema hatujaungana na nyinyi. Akahakikisha kwamba hatujapigia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kura. Kila siku alizunguka hapa kwa makanisa akiambia sisi ya kwamba mzee Raila Amolo Odinga ni mchawi na ni mganga. Na akatuambia nyinyi ni watu wabaya. William Ruto ndiye aliambia sisi hapa ya kwamba jamii ya Wajaluo nyinyi ni watu wa kung'oa reli. Akatuambia kwamba sisi ni nyinyi ni watu wa kuandamana. William Ruto ndiye aliambia sisi ya kwamba jamii ya Wajaluo ni watu wa kurusha mawe na watu wa kung'oa reli. William Ruto ndiye alikuja hapa akatuambia nyinyi jamii ya Wajaluo nyinyi ni watu wa TBM na Tialala. Vile saa hii anasema ya kwamba opposition hawana akili. William Ruto alikuja hapa akatuambia kwamba jamii ya Wajaluo nyinyi mkiongoza na Raila Amolo Odinga nyinyi ni waganga, ni wachawi na hamuna plan, hamuna idea. Kazi yenu ni TBM na Tialala na kung'oa reli. Na ndio maana ikaishia sisi hatukupigia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kura. Hiyo haikutosha. Vile ambavyo wameona Uhuru Kenyatta bado anazidi kuzingatia umoja jamii ya Gema na jamii ya Wajaluo. Vile wameona Mheshimiwa Uhuru Kenyatta anasimama na familia ya mzee Raila Amolo Odinga, hawajafurahia. Wameanza kumtusi na kumuita majina. Saa hii William Ruto halali akienda kule Nyanza anaambia wala watu ya kwamba sisi jamii ya Gema ni wakabila. Akirudi hapa Gema sisi anatuambia wala Wajaluo ni watu wapumbavu, hawapigi kura. Mimi nataka niongee na jamii ya Wajaluo. Shida yetu na nyinyi kubwa ni William Ruto amesimama katikati. Yule anazuia salamu za mkono. Yule anazuia salamu za heri. Yule anazuia umoja. Ile ambaye Uhuru anazingatia kuhakikisha kwamba sisi na nyinyi tumeungana kama jamii. Yule amesimama katikati. Yule anafanya kazi ya yule muovu shetani ni William Ruto mwenyewe. Na ndio maana kila siku anapiganisha sisi na nyinyi. Hataki tuungane. Nataka niambie kiongozi Wino Odinga, kwa sababu siku ya jana umeonyesha kwamba unasimama kama kiongozi. Na siku ya jana umeonekana ya kwamba unavaa vilivyo viatu za baba. Nataka nikuambie, hatuna vita kati ya jamii ya Gema na nyinyi. Na hatupaswi kupigana tena. We are not into any political competition. We are not into any political competition between Gema and Luos. William Ruto is our enemy. William Ruto is our enemy. William Ruto is the one blocking our unity between you and us, we Gema community. And that is why anytime he's at Luoland, kazi yake ni kuambia wala watu ni wakabila. And whenever he comes here in our land, anakuja kutuambia kwamba wala watu ni wapumbavu. Siwezi achana na nyinyi niende kule kwa wala watu. And when he comes back to you anawaambia siwezi achana na nyinyi niende kwa wala wakabila. Sifuna, Babu Wino Odinga, Raila Odinga Junior. Sisi kama vijana tusikubali kubebeshwa hii mzigo ya vita. Tumeibeba miaka mingi. Wakati Jaramogi walishindana na mzee Jomo Kenyatta. Tumeibeba miaka mingi. Wakati Kibaki walishindana na mzee Raila Amolo Odinga. Tumeibeba miaka mingi. Wakati Uhuru Kenyatta walikuwa wanashindana na mzee Raila Amolo Odinga. Lakini kwa saa hii hakuna mtu hata mmoja katika jamii ya Gema anashindana na mtu yoyote katika jamii ya Wajaluo. Hatuna sababu hata yote ya kutofautiana kisiasa. Hatuna sababu hata moja ya kufanya sisi tusifanya kazi kwa pamoja. Kwa hivyo mimi naongea kama kijana hapa. Mimi niambie kina Wino Odinga, tuko tayari tuende kwa meza. Tuko tayari tuketi kwa meza kama vijana wa Gema na nyinyi kama vijana wa kutoka Luo Nyanza. Tuketi chini kwa meza tuongee na sauti moja. Hizi tofauti za miaka 20, miaka 30 zote zikwishe. Tuunganishe taifa la Kenya. Tupigane vita ya kukomboa taifa la Kenya. Kwa sababu nyinyi na sisi adui yetu ni mmoja, Bwana William Ruto. Ile siku William Ruto alisalimiana na baba, alienda akaambia Rigathi ya kwamba nimeleta huyu mzee nipangapange yeye kazi yake ikuishe, baadaye ODM inasambaratika. Hivyo ndivyo William Ruto aliambia Rigathi Gachagua. Ile siku alisalimiana na baba 2023. Na saa hii jamani, kama anafaulu, baba hayuko, ODM saa hii imegawa mara mbili. William Ruto amefaulu kuita
bedroom akina Wanga. Hao wazee watu wa miaka 90, miaka 80 amewaweka kwa mfuko. Wameuzia yeye ODM na wameshakula deposit. Nyinyi mnataka kubaki kwa mataa. Na wacheni niwaambie familia ya mzee Raila Amolo Odinga. Wakati mzee katika boma amekufa. Wakati mzee katika boma amekufa. Wakora wakitaka kukuwa ni nyinyi. Wanaletanga mabadiliko ya maneno hata wakati mzee hajazikwa. Na ndio maana kwa sababu hawa wakora hawakuwa na nia njema. Ndio maana walitangaza haraka Oburu Odinga akuwe acting party leader. Wakati mzee Raila Amolo Odinga hata hakuwa amezikwa. Kama hawalikuwa na nia njema, kwa nini hawakugojea nyinyi muomboleze mzee na mumuzike? Baadaye mkuje mketi chini muamue nani atakuwa kiongozi wa chama. Lakini kwa sababu hawakuwa na nia njema, they took the advantage of you. Because you are in a deep season of mourning. Wakaharakisha maneno, wakakimbiza maneno, wakaambia Oburu akalie hiyo kiti. Kwa sababu walikuwa najua mwisho wanataka kugawa chama na kuiba chama. Wangekuwa wangwana kama William Ruto hakuwa na unafiki. Siku aliomboleza na nyinyi akijifanya analia. Hangekubalisha chama ya ODM ichukuliwe. Angekubalisha kwanza muomboleze mzee baada ya mazishi na kila kitu. Sasa mkae chini muamue nani atakuwa kiongozi. Lakini kwa sababu William Ruto ni mkora na ni conman, na alikuwa anataka kuibia nyinyi chama na haiharibu, ndio maana alikibisha maneno mlango wa nyuma. Oburu Odinga haraka haraka akapointiwa. Saa hii mnahangaika, mnapigana vita, hamjui chama inaelekea wapi. Mimi nataka niwaambie, mimi nataka na nitie nguvu ile kazi mlianzisha siku ya jana. Tuko nyuma yenu, piganeni vita na tutawasaidia. Msikubali chama ya ODM kwenda kwa maumbwa. Na baada ya hapo tukae chini, viongozi wa Luo Nyanza na viongozi na vijana wa Gema hapa. Tushikane, tusalimiane, tuongee na lugha moja. Sisi ndio tutakomboa taifa la Kenya. William Ruto hana biashara nyingine amebakisha isipokuwa kugawa kila jamii mara mbili. Mwanzo amekuja hapa Mlima Kenya amesema ya kwamba ameajiri kina Roko na tugunia twingine tuwake hapa. Kazi yao wakikuja hapa ni kusema Mount Kenya East na Mount Kenya West. Hiyo ni njama ya William Ruto ya kujaribu kugawa Gema mara mbili. Lakini hatujui. Anatuonanga tu siku hajui sisi ni akina nani. Hakuna mtu wako na uwezo ya kugawa Gema mara mbili. Lakini William Ruto ile kazi tu anajaribu kufanya hapa, sababu hana kitu kingine, ni kujaribu kugawa sisi hapa mara mbili. Akikuja kwenu Nyanza ODM anataka agawe ODM mara mbili. Akienda hapo Ukambani ameajiri washenzi wajinga kama kina Mudhama, kina Mutuse na kina Alfred Mutua. Amewapatia kazi ya kugawa Wakamba mara mbili hapo. Kila siku wakiambuka wanatusi Kalonzo. Amechukua watu kama kina Joho ili agawe Mombasa mara mbili. Ile kitu William Ruto amebaki nao katika nchi ni kugawa kila jamii mara mbili. Ndivyo aone kama anaweza pigiwa kura mara ya pili 2027. Lakini mimi nataka nimwambie William Ruto, hata ukijaribu kugawa jamii zote za Kenya mara mbili, wale unabakisha ndio wengi. Na wale unabakisha tuko against wewe. Wale unabakisha tutaungana kinyume yako na tutakutoa kwa kiti 2027. Na ndio nataka niambie jamii ya Omusi, msijaribu hiyo maneno Simba anajaribu kuleta hapo. Kaeni nyuma ya Matiang'i. Kama jamii muongee na lugha moja. Sisi hapa hata akituma kina nani hata warukaruke hapa tunaongea na lugha moja. Hapa maneno ni one time. Kule Nyanza viongozi vijana wa ODM msikubali kuingizwa kwa mfuko. Simameni na haki na ukweli. Hapa Ukambani tumefunga. Hata kule Coast tuko na wale ambao wanasema hapo hana mbinu yoyote William Ruto ya kushinda uchaguzi ya 2027. Ile kitu amebakisha ni kugawa watu wawili hapa, watu 10 hapa, watu 5 hapa. Na ndio maana kila siku wanarukaruka hapa wakisema ya kwamba Malala ametoka DCP. Malala ametoka DCP, Malala ametoka DCP. Shenzi nyinyi. Hakuna DCP Malala ametoka. Kwa sababu hiyo ndio mnataka zaidi kusikia hiyo chama watu wametoka. Hii chama ingine watu wametoka. William Ruto is banking on division. It's unfortunate. Yule mtu tulifikiria ako na akili mingi. Eti leo hii anategemea watu kutawanyika. Eti anategemea watu kusambaratika. Ndivyo one kama atakuwa kiti 2027. Lakini tunakwambia hautafaulu. Hautafaulu.
hautafaulu. Kwa hivyo nikimalizia, niambie jamii ya Wajaluo, jamii ya watu wa Nyanza, mwaka tunapoenda wa 2027 hatuna sababu yote ya kutofautiana kisiasa. Sisi na nyinyi hatushindani. Adui yetu ni mmoja na ni William Ruto. Na William Ruto anajua hivyo. Ndivyo kila siku halali amesimama katikati yetu na nyinyi. Haezi taka tusalimiane. Na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akijaribu kuingia hapo katikati aunganishe sisi, William Ruto anamtumia majambazi wa kora. Akina Wanga anamtumia wakora kama yule mwizi anaitwa Junet. Anamtumia wakora kama kina Oscar Sudi ili waanze kumpiga wakisema ya kwamba sijui anataka kununua chama ya ODM. Uhuru Kenyatta hana haja na kununua chama ya ODM. Ile kitu wako na haja naye, na tuko nyuma yake 100% ni kuhakikisha kwamba jamii ya Wanyanza na jamii ya Gema tumeungana na tumeongea kwa sauti moja, kwa sababu vita zile ambazo tumekuwa nazo za kisiasa miaka mingi zimetamatika, zimefika mwisho. Na hapo sisi tunaunga Mheshimiwa Uhuru Kenyatta 100%. Na hiyo kazi tuko nyuma yake. Na hiyo kazi tutahakikisha kwamba tumemsaidia mpaka aweze kuitamatisha. Jamii ya Wajaluo na jamii ya Gema, hakuna siku ingine tutapigana vita ya kisiasa tena. William Ruto apende asipende, tunashikana. Tutashikana kupitia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tutashikana na tutaongea kwa lugha moja. Kwa hivyo niambie William Ruto, hiyo mambo umekuja nayo ya Singapore, ufikiria kwamba utaitumia kudanganya Wajaluo? Hata Wajaluo si wajinga. Kwa sababu juzi nimesikia William Ruto akisema ya kwamba sijui ni wapi alienda, alikuwa kijiji moja huko kwao Eldoret. Nikasikia akiambia wakaji wa huko ya kwamba amejenga magorofa hapo, hii affordable housing. Na vile ambavyo aliwaambia amejenga magorofa ya affordable housing, akawaambia si mnaona sasa huku ni Singapore. Sijui ni kama hiyo kijiji hawajaiona gorofa mahali, lakini hata kama hawajaiona gorofa mahali imejengwa, mimi nataka niambie William Ruto, kama kujenga affordable housing ndio inafanya Kenya ikuwe Singapore, hiyo ni upuzi. Sasa hivi Thika Road imejaa magorofa, na hiyo magorofa si ya serikali, ni ya watu binafsi. Na bado shida na taabu haijakwisha Kenya. Mijengo ya gorofa haiwezi badilisha taifa kuwa kama Singapore. Hakuna mtu anakula hizo gorofa. Hizo gorofa hakuna mtu anakula. Hizo gorofa hakuna mtu zinabadilisha maisha. In any case, umebomolea watu wengi sana ndivyo ukuje kujenga hizo affordable housing. Na hakuna mtu alikuwa analala nje. Hata kama ni kudanganya Wakenya, bwana William Ruto, tafuta kitu kingine inaonekana ina make sense ya kuwadanganya. Lakini hawezi pora pesa ya watoto wetu wale ambao wameajiriwa. Unasema unajenga affordable housing ati ndivyo Kenya ikuwe Singapore. Kenya haitakuwa Singapore kwa sababu ya ujenzi ya hizi nyumba za affordable housing. Kenya itakuwa kama Singapore kwa sababu ya kuimarisha mambo ya elimu ya watoto wetu. Itakuwa kama Singapore kama vijana wetu watapata ajira. Itakuwa kama Singapore kama sheria mbovu zile ambazo umeweka za kukata watu wetu ushuru zaidi kinyume na sheria, kama hizo sheria zote mbovu zitaondolewa, Kenya itakuwa kama Singapore, kama mambo ya afya itaimarika. Watu wetu wanatibiwa bila kulipa chochote. Lakini si marambe tunafanya hapa kila siku mpaka wewe unachangia watu kila siku, alafu unasema mambo ya Singapore. William Ruto, Kenya haiwezi kukua Singapore eti kwa sababu unajenga affordable housing. Over 90% of Kenyans hakuna mtu wako na haja na hizo affordable housing. And even the other remaining 10% of Kenyans hakuna mwenye analala nje. Na kama iko mtu analala nje kwa sababu hana mahali ya kulala, huyo mtu basi hana uwezo wa kununua affordable housing milioni 4. Simple calculation. Yeah? Kama unajengea wenye hawana manyumba, bwana William Ruto, kama affordable housing unajengea wenye hawana manyumba, kama mtu analala nje hana uwezo ya kukodisha nyumba 1000 kule Mukuru kwa Jenga, huyo mtu wako na uwezo wa kununua nyumba ya affordable housing milioni 5. In any case, hizo nyumba zitakuja kununuliwa na mabwanyenye wala mko kwa serikali. Wala watu wa chini hakuna mtu wako na uwezo wa kununua hizo manyumba. And I dare you,
Kama uko na mpango ya kuinua maskini watoke chini waende juu, hizo affordable housing hazijajengwa na pesa yako, imejengwa na pesa imetoka mfuko ya wafanyikazi. Kwa hivyo hizo nyumba chukua maskini wapatie bure. Hizo nyumba waenda uokote maskini. Wala watu wa chini zaidi hawana pahali ya kulala uwapatie. Kama uko na ubinadamu. Lakini hawezi sema hapo unajenga nyumba ili Kenya ikuwe kama Singapore, na hizo nyumba wale ambao wako chini hawana mahali ya kulala hawezi afford milioni 4 milioni 5 kununua hizo nyumba, wapatie bure. Hakuna hasara tutaenda kama wa Kenya. Hizo nyumba zimejengwa na pesa yetu ya ushuru. Hakuna hasara tutaenda hapo. Shamba ni yetu, ni ya umma. Pesa yenye kujenga umekata watoto wetu hapa juzi. Hii sheria uliweka ya mbovu. Hizo nyumba patia wale hawana uwezo free walale huko. Sisi ambao tuko na mahali ya kulala hatuhitaji hizo nyumba. Lakini hawezi zurukaruka hapa na mambo ya uongo hapa, unajaribu kudanganya wa Kenya. Eti umejenga gorofa 20. Unaambia wa Kenya sasa si mnaona hii ni Singapore. Na sasa hiyo unacheka. Unajua kila siku mimi naambia wa Kenya hapa William Ruto ni conman. Wanaona kama naongea uongo. William Ruto ni conman mwenye amesomea. Hii mnasikia doctorate ambaye yako naye ya miti na wanyama. Nafikiri iko na conman hapo ndani yake. He's a conman by profession. Tukisimama mbele yenu na wakoni tu mnacheka hapo. Juzi nimeona amepeleka watu wengi sana kule Sagana State Lodge. Nimwambie hiyo kasumba unajaribu kufanya hapo. Tulikuwa na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Hata alipeleka watu wengi kuliko wale ulikuwa umepeleka hapo. Wakati alikuwa Azimio. Na hiyo haikubadilisha chochote. Kwa hivyo wale wanarukaruka kwa sababu Sagana kulikuwa kumejaa watu wengi. Hao watu ni wetu na lazima wakujie pesa. Mimi naambia jamii yetu wenye wametoka hapa, mkisikia William Ruto wako mahali na unasikia uko na shida ya 1000 2000, endea. Hao watu ni wetu na hiyo ushuru ni yao. Hii pesa si ya William. Si yenye ameuza mayai na kuku na nini na chai na mandazi huko Weston. Hii pesa ni ushuru ya wa Kenya. Kwa hivyo mkisikia William Ruto wako mahali, hapana omba mtu ruhusa endea hiyo pesa. Sababu ni pesa yenu. Kwa hivyo nitamalizia hapo. Na hii story naona inaendelea ya Wamatangi. Sitaki kuongelea hii mambo, nimeona amebomolewa kwa sababu sio yeye wa kwanza kubomolewa. Ni Wakenya wengi wamebomolewa, lakini sijaisikia Wamatangi hata yeye mwenyewe siku hata moja ameongea. Na mambo ya kubomoleana hata yeye amebomolea watu Kimende siku mingi hata bila notice. So hiyo maneno ya kubomolewa sitaki kuongea. Hiyo it is not something new. Ni kitu imefanyikia Wakenya wengi. Wamatangi is not any special. Ila kitu nataka kuongelelea hapa. Ni vipi gavana wa Kiambu ameshtakiwa na wizi wa milioni 813 kiasi ya kwamba mpaka EACC wameenda kotini na koti ikafreeze akaunti zake zote za familia yake, watoto wake na marafiki zake. Ni vipi kaunti ya Kiambu imeporwa hiyo pesa yote na hatujapata taarifa yoyote ambayo senator wa hapa ametoa? That is my concern. Mimi sielewi how comes Kiambu County Governor ameshikwa na wizi ya pesa milioni 800 imepotea hapa Kiambu, amepelekwa mpaka kotini na EACC, akaunti zake zimekuwa freezed, na bado senator wa Kiambu mwenye ndiye anafaa kuongea hapa, yule ambaye ndiye senior MCA hapa, yule ndiye kazi yake kuhakikisha kwamba anaangalia gavana vile anafanya kazi, bado senator hajaongea, hajasema kitu. I am calling upon the senator of Kiambu, Karungo Wathang'wa. Where are you? Ulienda wapi? Senator wa Kiambu ulienda wapi? We want to hear from you. Kuja utuambie hii maneno inaendelea hapa. Hatujasikia kutoka kwako. Hatujui ulienda wapi. Sisi hatukuoni mahali. Kuja utuambie hii pesa inasemekana EACC wamestaki nayo gavana wa Kiambu milioni 800. Utuambie kama ni ukweli ama ni makesi yanawekelewa. We want to hear from you. You are the senator of the county of Kiambu. Wewe ndio ulichaguliwa na watu hapa na kazi yako ni ku-oversight the governor. Kazi yako ni kuhakikisha kwamba you are acting as the senior MCA of the county. Wewe ndio macho yetu hapa kama watu wa Kiambu. Tunaojiuliza ulienda wapi?
Tunataka kusikia ukitoa taarifa utuambie ama ni ukweli gavana wa Kiambu ameiba pesa ya Wakenya milioni 800 ama ni makesi yanawekelewa na state. Tunataka Karongo utuambie hii maneno kwa sababu yeye ndio seneta hapa. It's unfortunate. It's unfortunate. Watu wa Kiambu tuko kwa giza, hatujui. Mara watu wanasema ni state inapiga huyu mtu. Mara watu wanasema ni kuonewa. Hatujui kama wakaaji wa Kiambu, hatujui. Na wewe ndio tuchagua. Kuja utuambie hii maneno inaendelea hapa Kiambu kama ni ukweli. Kuja waambie sisi kama seneta wa Kiambu kama ni kweli Wamatangi ameiba pesa ya Wakenya karibu bilioni 1. Karongo Wathang'wa, we are calling upon you. Ulienda wapi? Na mtu asiniambie eti napiga Karongo na ni wa DCP. DCP ni chama ya kisiasa, si chama ya kuuza urembo. Ni chama ya kisiasa. Na ni chama ambao tunatarajia ndio itachagua wale viongozi watakuja kusaidia watu wetu hapa. I'm asking Karongo because he's a sitting senator of Kiambu County. Haiwezi kuwa kazi yake ni kuuza urembo TikTok. Hatumuoni hapa akuja atuambie sisi maneno. Tunataka kujua kama watu wa Kiambu, kama ni kweli pesa ya wananchi imeenda. Milioni 800 ni pesa mingi. Tunataka kujua. Kwa sababu sasa hapa wakaji wa Kiambu hawajui, wamechanganyikiwa. Wengine wanafikiria ni kuonewa naonewa. Kanda na kuonewa naonewa, tunataka kujua ukweli kama wakaji wa Kiambu. Hiyo pesa ni ushuru yetu, tunataka kujua ukweli. Na wewe ndio seneta. Toa taarifa utuambie kama ni kweli jamaa ameiba pesa. Lakini hatuwezi kuwa hapa Kiambu tuko kwa giza. Gavana ameshikwa, ameiba pesa milioni 800, amepelekwa kotini na EACC. Koti imeamua benki zake zote zifungwe, za bibi yake, za watoto wake, na bado seneta hapa amenyamaza. Saa hii hata mswada inaendelea. Hatujui nini ingine itaendelea. Kwa hivyo tunataka kusikia Karongo akiongea. Yeye ndiye seneta wa hapa, tulikuchagua. Na hakuna kuchaguliwa ya kukaanga na ya kuchemusha. Vile umechaguliwa saa hii, hata hiyo awamu nyingine ndivyo tutachaguliwa. Kwa hivyo kama saa hii hausimami kuambia watu wa Kiambu kuhusu mambo ya pesa vile imetumika, hata tukichagua wakati mwingine hatujui kama utaongea. We want you to speak now. Wewe ndio seneta hapa. Wewe ndio seneta wa hapa. Tunataka kusikia ukiongea. Watu wa Kiambu wamenituma Karongo Wathang'wa nikuambie. Wanataka kujua ni kweli gavana ameiba ama ni makesi yanawekelewa. Na kwa sababu wewe ndio uko na hiyo kazi ya oversight. Wewe ndio seneta hapa, gavana akiba unatuambia. We want to hear from you. Lakini haiwezi kuwa kazi yako kila siku hapa ni kukatwa wako na hutuambii watu wa Kiambu wanateseka hapa wakiuliza maswali. Wanakujaribu kukupigia simu hawakupati, hauonekani. Make sure umetuambia vile ambavyo Kiambu inaendelea. Wakaaji wa hapa wangetaka kujua pesa yao iko wapi, imeibiwa ama haijaibiwa. Ni persecution inaendelea ama ni mambo ya ukweli inaendelea. Watu wa Kiambu wangetaka kujua kuhusu pesa yao milioni 813 ile ambao Wamatangi ameshtakiwa na ile ambayo imefanya akaunti zake zote zifungwe na mahakama. Watu wa Kiambu wanataka kujua. Kazi kwako Karongo Wathang'wa. Na wale watataka kusema ni vita na waseme tu. Najua mimi huwasijali vile watu wanaongea kwa sababu iko watu watasema ni vita. Ama kwani seneta amechaguliwa afanye kazi gani? Kwani kuna seneta anachaguliwa kauze urembo huko kwa mitandao? Kila mtu amechaguliwa akiwa na ile kazi amepatiwa. So kama kuambia Karongo aambie watu wa Kiambu nini kunaendelea huku. Tunasikia gavana wetu ameshtakiwa. Kama kuambia Karongo hivyo ni kumpiga, shauri yenu. All what I know, mimi nimeongea ile watu wa Kiambu wamenituma. Wanataka kusikia kutoka kwa seneta wao. Awaambie nini inaendelea katika Kiambu, pesa imeibiwa ama haijaibiwa. Wale watasema sifai kumuongelelea kwa sababu ni wa chama chetu. Chama ya DCP si chama ya kuuza urembo ama kuzunguka ruka hapa. Chama ya DCP ni chama iko na plan ya kuhakikisha kwamba wale viongozi watachaguliwa na hiyo chama ni watu watatetea watu wetu. In any case chama hiyo yetu ithu toitugati. Na meaning yao kwa wewe tugati ni gutugati na andu aku. Qualification number 1 ya kukua kwa DCP ni kwa wewe tugati, gutugati na andu aku. Mahali unafaa kuongea unaongea. Mahali unafaa kusema kitu unasema kitu bila uoga na bila kufunika maneno. So that is kijana msafi for you. Watu wa Kiambu wapatiwe haki yao na wanataka kujua ukweli. Pesa imeibiwa ama pesa iko.
Lakini itakuwa vibaya sana tunaona gavana wetu amepelekwa kotini amefungwa kwa sababu atafungwa mwezi wa pili. Kesi iko mwezi wa pili tarehe 4. Ni aibu sana tuone gavana wetu hapa Kiambu amefungwa na seneta hakuna siku hata moja ashaituambia ati pesa imeibiwa ama nini inaendelea. Yeye ndiye mlinzi wa mali ya watu wa Kiambu hapa kama seneta. Amechaguliwa. Si atata Karungo si atachaguliwa, amechaguliwa tayari already ako kwa kiti. Na hatuna seneta wawili hapa Kiambu, tuko na mmoja, Karungo Athang'wa. Yeye ndiye seneta hapa, ndiye tunalipa ushuru. So we want to hear from kabla wa Matangi afungwe. Kabla wa Matangi afungwe kotini tarehe 4 mwezi wa pili. Kabla aende jela tungetaka kujua ni ukweli ameiba ama ni makesi amewekelewa. Hiyo tu ndio watu wa Kiambu wanataka kujua. So mkiona watu wa media mkiona Karungo fikishieni yeye hiyo habari. Na mimi sina vita na yeye, mimi sitaki kiti ya seneta na hata msinichague juu hata sitaki na siombi. So I'm not into competition with anyone. I am speaking on behalf of Kiambu people. Mimi sina vita na yeye, tukiulizana nini? Mimi sitaki kiti ya seneta mimi. Lakini watu wa Kiambu wako na maswali wangetaka kujibiwa. Na yule mwenye atawajibu si kijana msafi. Mimi sijachaguliwa kiti yote, yeye ndiye yako kwa kiti. So kama kuna swali tutachukua, kama hakuna swali we call it a day. Muhakikisha kwamba hiyo ujumbe imefikia jamii, marafiki zetu, jamii ya watu wa Nyanza. Tungetaka tushikane, tukae chini, vijana wa huko tukae chini. Hii vita ya miaka 80 ya kisiasa lazima ikwishe. Na hiyo ujumbe ingine nao muhakikisha kwamba imefikia Karungo. Watu wa Kiambu wanauliza alienda wapi, wako na maswali. Akuja waambie pesa imeibiwa ama haijaibiwa. Na niambie wabunge, kama unajua umechaguliwa, fanyieni wananchi kazi. Kama unajua umechaguliwa, wewe ni seneta, wewe ni gavana, wewe ni mbunge, wewe ni MC, fanyieni wananchi kazi. Kwa sababu 2027 ile tu kitu itawaokoa ni kama iko kazi umefanyia wananchi. Hiyo tu ndio ile kitu itakuokoa. Hakuna story nyingine itakuokoa, ni kazi itakuokoa. 2027 ni kazi itakuokoa. Fanyieni wananchi kazi. Fanyieni wananchi kazi. Na hii serikali tulichagua hapa. Hii serikali tulichagua hapa 2022. Wala watu wote tulipatia majukumu. Ni vizuri wajue ya kwamba ni Gachagua peke yake alimpichiwa. Hakuna mtu mwingine alimpichiwa. Hao wengine wote wako kazi 24/7. Wanakula mshahara. Yule mwenye hakuli mshahara ya raia ni Mheshimiwa Rigathi Gachagua peke yake. Yeye tu ndiye walimpeach na ukora kwa serikali. Hao wengine wako kwa serikali, wako kwa viti wanakula mshahara. Fanyieni wananchi kazi, muache upuzi. Nimemaliza.